Yes, hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na rehema zake nyingi na kibali ambacho ametupa tuweze kujifunza tena siku ya leo. My name is Pastor Robert Hirari and today I'm going to teach you about fasting. Nitakufundisha kuhusiana na kufunga. Yes. Na somo langu la leo nitabase hasa kwa nini lazima kila Mkristo aishi maisha ya kuomba na kuambatana na mifungo. Yes. Unajua watu wengi wanafunga sababu Biblia inatuelekeza hivyo. Anatuambia Bwana Yesu ya kwamba kuna mambo hayawezekani pasipo kuomba na kufunga. So kuna mambo ili yafanyike lazima ufunge, lazima uombe. Anasema katika Marko ule mlango wa 9 mstari wa 29 anasema lakini aina hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Aina hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo kuna vitu ili vifanyike, ili vitimilike, lazima mfungo usike. Bwana Yesu asifiwe tena. Okay, mstari huu huwa unawachanganya watu wengi. Labda nianzie hapo. Watu wengi mtazamo au uelewa wa mstari huu kidogo umekuwa ukiwapa shida. Kwa mfano, kuna watu wanaamini ya kwamba wanapofunga wanamlazimisha Mungu afanye vitu kadha wa kadha katika maisha yao. Kwa mfano, nikifunga siku 7 nitamshurutisha Mungu au nitamuamuru Mungu anipe ile kazi ambayo nilikuwa nikiitaka. Watu nimekutana nao wakicomplain, mtumishi, nimefunga mwezi wa kwanza, nimefunga mwezi wa ngapi, lakini mpaka leo Mungu hajanijibu. Yani it's like kwamba ule mfungo sasa ni kama malipo ya kile kitu ambacho mtu anakihitaji kwa Mungu. Hapana, si kweli, haiko hivyo. Kuna watu wengine ambao nimekutana nao wanasema kwamba mimi siwezi kufunga. Kwa nini? Yesu alimaliza yote msalabani. Neema ya Mungu inatutosha. Kwa hiyo nikifunga ni kama napoteza wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kundi la kwanza na kundi la pili wote hawako sahihi. Kwa nini? Kundi la kwanza wana mindset ya Agano la Kale. Katika Agano la Kale watu walikuwa wanafunga ili wapate kibali mbele za Mungu, ili Mungu awaridhie. Ukisoma kwa habari ya Yona alipokwenda Ninawi kupeleka taarifa ya hukumu ya Mungu ambayo ilikuwa ikiwajilia, wale watu ilibidi wafunge na kuomboleza, ndipo Mungu alipowatazama akawarehemu. Lakini katika Agano Jipya Mungu alishatutazama, alishaturehemu, akamleta mwanae Yesu Kristo. So hatulii Mungu turehemu, no. Mungu asante kwa kuwa umeturehemu. Bwana Yesu asifiwe. Tuje kwa upande wa pili, hao ambao wanasema kwamba sisi hatufungi, sisi kila siku ni sherehe maana Yesu alimaliza yote. Hao nao pia wanakosea. Yesu anaposema kwamba mambo mengine hayawezekani ila kwa kuomba na kufunga, au namna hii haitoki bali kwa kufunga na kuomba, anamaanisha kwamba we have been given this grace. Tumepewa neema hii ya Mungu. Lakini yatupasa tuwe hodari katika hiyo. We have to take advantage of it. Ndipo kufunga kunakuja. Unapofunga mtu wa Mungu, naomba uwe na mindset sahihi. Usiwaze kuwa unafunga ili kumshurutisha Mungu kwamba nikifunga ile kazi ninayo, nikifunga ndoa ninayo, nikifunga no. Unapofunga lazima uwe na mindset sahihi ambayo ni hii. Kufunga lazima kwanza uwe na uelewa huu kwamba Mungu amenibariki kwa mambo yote katika Kristo Yesu. Miaka 2000 iliyopita pale Kalvari, Bwana Yesu alipoangikwa msalabani, akafa, akafufuka. Ina maana baraka zote, ukombozi alitupatia. Sasa as long as tuko duniani kuna upinzani, yuko adui shetani ambaye anataka kutuchelewesha. Mimi ninachoamini shetani hawezi kuzuia baraka zangu, lakini anaweza kutumia hila kunipishanisha nazo. Anaweza kutumia udanganyifu kufanya nisizimiliki kwa wakati. Sasa tunapofunga maana yake ni nini? Ni kama tunakuwa focused. Tunazama zaidi katika roho. Ni kama tunakuwa serious na kile ambacho tumepewa na Mungu. Au nijaribu hivi. Baba amemwachia mtoto urithi. Mtoto kaachiwa let's say ni biashara. Ni mradi mkubwa wa mamilioni ya fedha. Mtoto hana knowledge ya biashara.
anasema nifanyaje hapa? Moja, niende shule ya biashara ili niweze kusoma, so ili niweze kuutilize vizuri kila senti ambayo nimeachiwa na mzee wangu. So haina maana kwamba anakwenda kusoma ili astahili kupata zile mali, no, anakwenda kusoma ili atumie vizuri kile ambacho ameachiwa na baba. Kwa tunakwenda kusoma ili tuweze kutembea vyema katika nguvu ya uponyaji, katika nguvu ya utajiri, katika nguvu ya maombi, katika katika chote ambacho Mungu ametupa tuweze kukiutilize. We have to fast and pray. Okay. When you pray, jambo la kwanza, when you pray and fast, jambo la kwanza linatupa ili tukio kupanda viwango katika roho, ascending in the spirit. Kimaanisha kwamba unapofunga ni namna ambayo milango yako ya fahamu inakosa nguvu hii ya mwilini. Maana mwili siku zote upigana ukishindana na roho, na namna kubwa ya kuweka mwili under submission ni kunyima chakula. Mwili una matakwa yake, uvae vizuri, ule, ufurahi. So ukiwaambia mwili, now I am the boss, sikiliza, tulia, I want to listen to my spirit. That's why we fast. Ndio maana mara nyingi taarifa zote muhimu za waombaji huwa wanazipata wakiwa wamefunga. Maana yake nini? Frequency zao katika ulimwengu wa roho zinakuwa za juu. Ukiwa umekula, umeshiba, unaishi maisha ya kawaida, kuna namna ambayo kuna data katika ulimwengu wa roho, kuna mawimbi yatakupita. So when you fast, you goes deeper na unaweza kumsikia Mungu kwa wepesi. Okay, nitakupa mfano. Let's say mimi na wewe tuna mazungumzo, kuhusiana na huduma. Tukasema tukutane wapi labda. Kwa akili ya haraka tu tutasema hebu tukutane sehemu fulani ambayo ni nje ya mji kidogo, hakuna watu wengi, kuna utulivu, ili tuweze kuzungumza. Ila kama tukiwa sio watu wenye hekima, na tukapanga hebu tukutane Kariakoo, tukutane Karume, tukutane Manzese. Sasa kukutana nje ya mji, that is fasting. Kwamba nataka nikisikie kila kitu kwa utulivu. Ndio maana sometimes tunakwenda milimani, tunakwenda sehemu za kujitenga. Maana yake nini? We want to meet with God katika maeneo ambayo yana utulivu. That's why we fast. Na wewe muombaji ambaye unafunga na kuomba, pay attention kwa zile taarifa ambazo unazipata ukiwa katika mfungo. Ziandike. Maana yake hizi nyakati ambazo Mungu anaongea kwa nguvu, maana umempa sikio. Mungu anapenda attention yako. Jambo la pili, kufunga na kuomba unatuongezea ufahamu wa kiroho. Ufahamu wa kiroho. Sikiliza. Mungu anaongea wakati wote. God can speak to you. Hii kazi sio kazi yako. Huyo mtu sio mtu wako. Mazingira haya usiende. Atakuonya hata kwa mambo yajayo. Sasa Mungu anaweza kukuonya lakini usimsikie. Ndio maana watu wana shida moja. Waniambia, mtumishi wa Mungu, nilisikia sauti lakini I was not sure huyu alikuwa ni Mungu au si Mungu. You don't have clarity. Na clarity huja kwa kufunga. Ukiwa mtu kufunga over and over and over and over, sauti ya Mungu itakuwa ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. The more you spend time in fasting and prayer with God, the more you get to understanding. Okay, nikupe mfano wa mtoto mchanga anayezaliwa. Mtoto mchanga anapozaliwa anakuwa hawezi kuongea, ana lugha zake. Kuna namna analia, kuna namna anafanya. Mama yake atasema, huyu anaumwa tumbo. Huyu meno yameanza kutoka. Kwani mama anakuwa ni mwepesi ku notice. Anakuwa na clarity ya kile ambacho kinaendelea kwa mtoto wake, sababu wana spend muda pamoja. Baba anashinda kazini kwenye mambo yake, akirudi, huyu analia nini? Mama atakwambia, huyu tumbo linamsumbua. So ile connection ya kukaa pamoja imefanya lugha ya mtoto inakuwa sio kitu kipya kwa mama. Ndivyo na wewe ukikaa na Mungu kwa muda mrefu, anaposema na wewe ni rahisi kumuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, jambo la tatu, kufunga huwa kunatupa nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho. Sikiliza. Anapokuwa nimefunga sio kwa ndio Mungu anasema sasa hiyo jamaa kafunga siku 40, ngoja nikampe nguvu. No. Nguvu iko ndani yangu.
So how to access it is fasting. Mtumishi ambaye anafunga na asiyefunga, matokeo yao ni tofauti kabisa. Mkristo anayefunga na asiyefunga, matokeo yao tofauti kabisa. Kufunga kunafungua portals katika ulimwengu wa roho, ambazo zinaruhusu nguvu ya Mungu ingie ndani ya mtu kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyefunga ameunyamazisha mwili, so the spirit is in control. The spirit is into manifestation. Yes, roho yake inakuwa na nguvu, so hata anapoomba, anapohudumia watu, anapohubiri, you can feel the impact. Maana mwili umekaa pembeni. Kizuizi cha nguvu za Mungu mara nyingi ni miili yetu. Ni miili yetu. So when you fast, you grow up in power. Kwa maana nawaambia watu kwamba ukitaka nguvu za Mungu, kuwa mtu wa kuomba, kuwa mtu wa kufunga. Na mfungo na uzungumzia hapa sio mfungo wa unafunga tu unakaa njaa basi unazurula unaenda, no. That fasting ambayo mtu wa Mungu unafunga, unatulia mahali, unahakikisha unasoma neno. As a matter of fact, sehemu kubwa ya mfungo huwa ni kusoma neno na kutafakari. Sababu mfungo ni namna ya kumeza vitu vipya, namna ya kujiongeza. Sasa huwezi kujiongeza kama unaomba. Mungu ni no. Sometimes omba kidogo, chukua neno, soma, meditate, omba. Yaani mfungo wako ujazwe na neno. Ukiwa mtu wa hivyo consistently, utaanza kuona hata zile battles unakuwa unashinda over and over. Okay. Jambo la 4, kufunga ni kunyamazisha mwili. Ni kunyamazisha mwili. Anasema katika Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Anazungumzia habari ya kuitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai. So, mwili lazima iwe under submission. Lazima uambie mwili no. This week I'm fasting. You are not the boss, I am the boss. So I'm fasting for the glory of God. Unapotoa mwili, God is pleased. Mungu anapenda mtu ambaye haufuati mwili. Maana mwili nia yake ni mauti. Mwili nia yake ni mambo ya dunia. Utakwambia lala sana, kula sana, angalia movie sana, sikia muziki sana. Lakini roho, seek Jesus, repent, pray. So when you fast, ni kama ninaukataa mwili na mashauri yake, ninaikubali roho. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inampendeza Mungu. Haleluya. Okay, jambo la 5 na la mwisho. Kufunga na kuomba utuandaa kwa ajili ya majira mapya. That's why huwa nawaambia watu, ukiwa na jambo lolote liko mbele yako, omba, funga. Kwa nini? Hata Bwana Yesu kabla hajaanza huduma yake alifunga siku 40. Yes, alifunga siku 40. Na wewe yakupasa ufunge. Kwa nini? Katika mfungo huo Mungu atakupa maelekezo kwa habari ya yale ambayo unaendea. Mungu atakupa nguvu mpya, atakupa ujasiri. Mungu atakutangulia mbele yako. Utakuwa under the covenant na yeye. Utakuwa umeingia agano kupitia maombi yako hayo. So kama una jambo lolote unapaswa kulifanya au kuna majira unaona ya kishift katika maisha yako, normally we fast ili tuanze majira hayo mapya na Mungu. Baba yetu wa mbinguni akubariki sana na akuwezeshe na akupe neema ya kufunga. Akupe neema ya kuomba na kukaa katika utulivu na kuisikia sauti yake. Mungu akubariki. Until next time, shalom shalom.